Na si umeamua kutangaza vita na mimi? Wewe humu ndani hata wiki umalizi. Utatoka humu ndani. Unajua mdangi wanatafuta hata bila bure tu. Yaani mtu umekaa zako umerelax, umelala zako na kula upepo, anatokea mtu akuletea dhambi hadi miguuni. Wanasema mtoto akililia wembe, mpe mkate. Wewe endelea tu. Unachokitafuta utakipata. Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto kitandani, achana nayo. Kama unahisi haiwezekani kuendana nayo, unaweza kuota umejenga. Hizi nazi zinaonekana zimeiva kweli hizi. Nimezipanda mwenye. Mmegoma kuanguka Sasa ngoja niwafuate huko huko juu. Baba, msamehe sana babangu. Najuta kufanya hivyo mimi. Leti usingojua yote yale yasiko kukuta haya. Nachuku bibi, nachuku. Leti kama ningepewa nafasi nyingine nisikofanya yote haya. Mi mwema? Mi sio mwema hata kidogo. Kwanza binadamu wanazungumzia hao mi sina. Mimi jitu la motoni. Yaani ukikuta peponi wewe toka, umekosea mlango. Na hapo bado ukiendelea na kumaliza kabisa. Eti baba. Mimi baba yangu Abduli. Mimi sio nikana baba kama yeye chokola. Uyanya wingi mbele giza, kujifanya yaikumbe visa. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Odo! Odo. Kibuyu changu kiko wapi? Kibuyu chako? Nikipeleke wapi sasa? Kibuyu chako si kiko ndani kule. Odo, mimi sio mjinga. Ina maana nimetoka kule mpaka na kufika hapa, ina maana sijakiona. Hebu naomba mniambie, wewe na mwanao kibuyu changu mmepeleka wapi? Baba. Sasa sisi hicho kibuyu tukichukua tukipeleke wapi? Na isitoshe, sisi mazoea kuingia kwenye chumba chako ambacho unahifadhia vitu. Sisi hatuna. Kwa hiyo wewe nenda tu kaangalie vizuri. Utakuwa umechanganya. Odo, narudia tena, mimi sio mjinga. Na kwenye chumba changu cha kuhifadhia vitu, kila kitu kinakaa mahali pake. Hata kibuyu kina sehemu yake. Sasa utasemaje nimechanganya wakati mimi nimekwenda nimeangalia sijakiona. Na kabla nyie hamjaja, sijawahi kupoteza kitu chochote. Nyie mmefika tu kibuyu changu kimepotea. Alafu mnataka nimuulize nani sasa? Kwanza mwanao Cheusi yuko wapi? Cheusi? Ina maana Cheusi ndio atakuwa amechukua? Hapana, hajachukua Cheusi. Na akichukua akipeleke wapi? Maana hata kazi yake haijui. Hebu kwanza twende tukakiangalia nyumbani. Mimi nimekuambia nimeangalia ndani ya kipo. Ina maana mimi sijui ninapoweka vitu vyangu.
Baba, hiki ni kitu gani? Au kuna kibuyu kingine zaidi ya hiki? Wewe umekiona wapi? Mbona nimeangalia ninapokiweka sijakiona? Kweli babangu unazeeka. Yaani kibuyu nimekikuta pale pale unapokiekaga. Halafu eti unasema umekiangalia hujakiona. Lakini mbona mimi nimekiangalia sijakiona? Na pale ninapokiweka hapakuwa na kitu chochote. Yaani nimeweka kitu mimi mwenyewe nimeshindwa kukiona. Kweli nimezeeka mbwambo mimi. Na umezeeka kweli na sio uongo. Maana jinsi ulivyokuwa mkali na maneno kibao. Na nakuja na kikuta pale pale ulipokiweka. Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto kitandani, achana nayo. Shikeni 1000, mwende kwa jaji mkanunue chips za 500. Kwa hiyo utachukua za jelo na wewe za jelo. Sawa? Ngoja kwanza Kasongo. Mimi basi sijaelewa. Yaani mwana babangu Abdul anakupa 20,000 kwa macho yangu, anakuambia tupike chakula cha mchana. Alafu sasa hivi upiki, eti unatupa sisi buku tugawane watu wawili. Yaani kwenye 20,000 nzima utupe sisi buku tugawane? Hiyo haiwezekani. Haya, hiyo 19,000 iko wapi? Yaani sisi watu wawili tugawane 1,000, alafu mtu mmoja yule 19,000 nzima. Kwa mwili gani huo? Yaani hapo, bwana sisi ungetupa 5,500, alafu ungebaki na hiyo 10,000. Lakini sio hivyo teo, utupe sisi buku, wewe baki na 19,000 nzima. Kwa sababu vile vichipsi ni kwa ajili ya kupoza njaa tu. Alafu sasa unataka sisi tule mchana. Wewe ungeweza? Hebu acha mambo yako bana. Sisi tupe 5,500 tukale. Wewe chizi nini? Kwa hiyo kama mimi nimeachia 20,000, wewe inakuhusu nini? Mimi ndo mama mwenye nyumba na mimi ndo ninajua nini nipike. Na mimi ndo ninayepanga bajeti. Wewe unapanga kama nani? Tena uchunge huo mdomo wako. Sio na kulupuka tu unaongea vitu ambavyo hata havikuhusu. Na kama ndo jinsi ulivyokuwa unaelewa na baba yako huyo chizi huko, basi utuletee uchizi wako mndani. Hapa tuna ratiba zetu na lazima uzifuate. Kwa hiyo baba, kama unaona uwezi, chukua mizigo yako na uondoke. Hujalazimishwa kukaa hapa. Unasemaje? Yaani mimi nimeongea kistaarabu, unataka tushindane sasa, si ndio? Basi sawa, wewe baki na hiyo hela. Na si atuli. Lakini baba akirudi, namwambia sisi tunatuachia 500 tukale chipsi, alafu wewe ngoto unabaki nayo wewe. Na nakutilia na michumvi zaidi. Yaani wewe unajua mimi kama mnafiki, sasa ngoja uone. Hivi kwani wewe mtoto, unajikuta nani? Mbona kama vile unataka sana kunipanda kichwani? Sasa wewe endelea kujishauri hivyo hivyo, na dawa yako ipo jikoni. Na muda wa kuinywa, utainywa huku unalia. Sawa. Shikeni 10,000. Ila wewe, unachokitafuta utakipata. Hebu usinichekeshe bana. Sasa wewe utanifanya nini? Au wewe mwili unakudanganya, si ndio? Yaani ungejua mtu unacheza naye mtu aina gani? Sema ndio hivyo tu, usilejua sasa na usikuagiza. Sema endelea. Kasongo. Tenzetu. Kwani huyu mtoto anajiamini nini? Mbona anaongea maneno ya kishujaa hivi? Wakati yeye ni mdogo hata kiumri haniwezi kwa chochote. Au kwa vile yeye ni mtoto wa kiume, anaona mimi sitomwezi. Sasa subiri, nitamuonyesha. Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto kitandani, achana nayo. Mahamadi mchawi! Mahamadi mchawi! Mahamadi mchawi! Mahamadi mchawi! Mahamadi mchawi! Mahamadi mchawi! Maneno. Mahamadi mchawi! Mahamadi mchawi! Wewe naye kwani vipi? Unataka kunibia akili zangu ni?
Kwa hiyo unataka kunibia akili zangu kwa sababu unaona mimi ni genius eh? Balamadi mchawi! Balamadi mchawi? Uyanya wingi mbele giza. Hivi baba, unawezaje kuhamisha nguvu za mtu kupitia hicho kibuyu? Kwa sababu ninavyofahamu, fimbo ya mamlaka tu ndio inaweza kuhamisha nguvu za mtu. Sasa unawezaje kuhamisha nguvu za mtu kupitia kibuyu tu? Ili kuhamisha nguvu za mtu, unahitaji kuwa na kifaa chenye nguvu zaidi. Ndio kama ile fimbo ya mamlaka, kwa sababu ina nguvu nyingi. Ile fimbo ina nguvu kuliko hata hichi kibuyu changu. Na ndio maana inaweza kuhamisha nguvu za mtu na kufanya vitu vingine vingi. Lakini hata hichi kibuyu changu kina uwezo wa kuhamisha nguvu za mtu kwa sababu kina nguvu nyingi humu ndani. Humu ndani kuna nguvu za watu 7. Ili uweze kuhamisha nguvu za mtu, kinahitaji kuwa na nguvu za watu 5. Kwa kuwa humu ndani kuna nguvu za watu 7, ndio maana inaweza kuchukua nguvu za mtu kirahisi tu. Kwa hiyo baba, ukiwa na nguvu za watu 5, unaweza kuhamisha nguvu za mtu? Ndiyo, kwa sababu nguvu ya watu 5 ni sawasawa na nusu ya nguvu ya fimbo ya mamlaka. Kwa sababu fimbo ya mamlaka ina wastani wa nguvu za watu 10. Kwa kuwa hichi kibuyu changu kina nguvu za watu 7, nimebakiza nguvu za watu 3 tu, ili kiwe sawa na nguvu ya fimbo ya mamlaka. Kwa hiyo baba, hicho kibuyu kikitimiza nguvu za watu 10, kitakuwa sawasawa na fimbo ya mamlaka? Ndiyo. Sasa, uliwezaje kukusanya nguvu za watu 5 wa mwanzo? Kwa sababu kwa maelezo yako, ili uweze kuchukua nguvu za mtu, lazima uwe na nguvu za watu 5. Sasa kabla hujapata hizo nguvu za watu 5, uliweza vipi? Hiki kibuyu kilikuwa cha mkuu na alikuwa anakitumia kuchukua nguvu za watu waliovunja sheria. Mtu alikuwa akifanya makosa, ananyang'anywa nguvu zake na zinatiwa humu. Kwa hiyo zilipotimia nguvu za watu 5, mimi nilikiiba nikatoroka, na ndio sababu ya kukimbilia huku porini. Na nilipofika huku, nilijaribu kuhamisha nguvu za mteule mmoja, na kweli nikafanikiwa. Na juzi tu, siku mlipofika nyie, nilifanikiwa kuhamisha nguvu za binti mmoja. Na ndio maana nakuambia kuna nguvu za watu 7. Kwa hiyo nimebakiza nguvu za watu 3 tu, ili nikamilishe nguvu za watu 10. Na baada ya hapo, hiki kibuyu kitakuwa kina nguvu sawasawa na fimbo ya mamlaka. Hapo nimekuelewa baba. Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto kitandani, achana nayo. Kama unahisi haiwezekani kuendana nayo, unaweza kuota umejenga angani. Kuhifadhi ndoto ya kazi gani? Tuliza moyo wako, kubali mapungufu yako. Chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya. Balamadi, ninaomba uniambie ukweli. Ni kitu gani ulichomfanyia babako? Hamna baba. Mimi sijamfanya chochote. Na kila kitu kilikuwa kama nilivyowaambia. Yaani sijazidisha kutia chumvi. Na mimi mwenyewe natamani kujua kilichomkuta baba yangu. Kwa sababu mpaka sasa hivi nina maswali mengi kichwani. Nikikaa na muota baba. Yaani muda wote namfikiria baba yangu. Babangu baba. Baba ndo tegemezi langu mimi. Baba, umenikumbusha machungu. Umenitolesha. Balamadi, leo mimi nimemuona baba yako na hayupo sawa kiakili kama ulivyosema. Na wala hilo sio tatizo. Shida ni maneno ambayo anayoongea baba yako. Na hilo neno alikuwa analiongea kwa kurudia rudia.
ikimaanisha kuwa haongei kwa bahati mbaya, na kutokana na hali yake inawezekana hicho ndo kitu cha mwisho alichokiona kabla kupatwa na hilo tatizo, na ndiyo maana basi anaweza kulikumbuka na kuliongea kila mara. Samani baba, kwani babangu alikuwa anasemaje? Babako anasema wewe ni mchawi, na sio mara moja. Ni neno ambalo analirudia kila muda, yaani amelifanya kama wimbo, na hii inamaanisha huenda kuna ukweli kwenye hilo. Hapana baba, wala ina ukweli wowote. Sasa mimi uchawi ni utolewa wapi mimi Mbalamadi? Na nasikia gadi kwenye mastori kwa shuleni kuwa uchawi unahusishwa na wazazi wako. Sasa mimi babangu sio mchawi, nalisishwa wapi na uchawi huu jamani? Na laiti mimi ningekuwa mchawi, miaka yote niloishi na wewe hapa, ungeshanitambua mimi. Lakini nimeishi na wewe mpaka babangu aje kunichukua. Hujawahi kuona dalili wala chochote kile cha uchawi. Na mimi mwenyewe ni mtu wa Mungu na naamini kwenye dini. Nawezaje kuwa mshirikina mimi? Au nawezaje kuwa mchawi? Na mimi mwenyewe ushirikina na uchukia na siupendi, kwa sababu najua hata Mungu mwenyewe hapendi. Na mtu ambaye anajihusisha na ushirikina, adhabu yake ni kali sana kwa Mungu. Sasa mimi nawezaje nikajishirikisha na ushirikina wakati najua kabisa kuna adhabu kwa Mungu? Sasa ni kwa nini babako anasema wewe ni mchawi? Nimekumbuka. Ile siku nakumbuka usiku aliniamsha, akaanza kuniambia Mbalamadi, muone mchawi. Mbalamadi mchawi. Mbalamadi muone mchawi. Ila mimi nilikuwa simuoni. Yeye pekee yake anakuwa anamuona huyo mchawi. Na akawa anasema sasa, Mbalamadi mchawi. Na kuanzia hapo akawa anacheka cheka tu na kuimba hivyo. Basi ndiyo maana. Kwa sababu kila mara anasema hivyo hivyo. Mbalamadi mchawi, Mbalamadi mchawi. Kwa hiyo kumbe ndo sababu. Hapo nimeelewa sasa. Ujanja wingi mbele giza, kujifanya yaikumbe visa. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Njia ya mwenzi ukiweka miba, na yako ipo siku itaziba. Mambo rafiki yangu. Poa. Umesema kuna kitu unataka kuniomba. Ni kitu gani? Kuna rafiki yangu alinyang'anywa nguvu na babu yako. Kwa hiyo nimekuita ili mrudishie nguvu zake kama ulivyonirudishia mimi. Lakini samahani. Samahani? Wala haina haja kuniomba samahani. Kwa sababu hizi ni nguvu zenu na babu yangu amewanyang'anya haki zenu. Kwa hiyo anahitajika kuomba samahani ni mimi wala sio wewe. Maana babu yangu mimi ndo amekosea. Alafu kwanza ni watu wangapi walionyang'anywa nguvu na babu yangu kwenye kijiji hiki? Kwa sababu nataka wote niwarudishie nguvu zao. Na haya yote nafanya kwa ajili yako. Wala sio watu wengi. Ni mimi na wewe ndugu yangu tu. Kwa hiyo ukimrudishia ndugu yangu, hakuna mtu mwingine tena. Basi limeisha hilo. Na pia nitaongezea nguvu moja moja. Ni kama zawadi kwa sababu ya usumbufu. Kwa hiyo wewe nitakuongezea nguvu moja na wewe mwenzio nitamuongezea nguvu moja. Au nataka mbili? Hapana. Usifanye hivyo. Babu yako atagundua. Kwa sababu mpaka sasa hivi hiki ulichokifanya ni hatari. Kwa hiyo natosha, usizidishe. Wala hata usijali. Mimi nipo tayari kufanya jambo lolote kwa ajili yako. Kwa hiyo usijali kabisa kuhusu babu yangu. Na uwezi amini. Yaani mimi nilikuwa nina mpango wa kutoroka nirudi zangu mjini. Lakini nilivyokuona wewe, niliacha kila kitu. Nikaamua bora tu nibaki zangu shamba. Kwa hiyo wala hata usijali. Mimi nawapa hizo nguvu. Ni kwa sababu kama ni usumbufu aliosababisha babu yangu. Wala wewe usijali. Yaani katika kile kibuyu inaonekana kuna nguvu nyingi sana. Hata nikiwapa nguvu 10, babu yangu hawezi kujua. Basi sawa. Kwa kuwa na wasiwasi, basi naomba hata kidogo nikuongezee wewe tu. Hapana. Ushanirudishia nguvu zangu inatosha. Kwa hiyo mrudishie ndugu yangu tu basi. Sisi nguvu zingine hatuna haja nazo. Rafiki yangu, usikatae bwana. Naomba ukubali. Na kuongezea tu nguvu moja tu. Niamini mimi. Babu yangu hawezi hata kujua. Alafu babu yangu ana nguvu nyingi tu. Basi sawa. Mimi nawahi nyumbani. Kesho nitakuja na ndugu yangu. Usisahau basi kibuyu.
Kweli mapenzi yana nguvu. Yaani mimi Cheusi naonga nguvu za babu yangu. Alafu kabisa nasema eti hakuna shida. Wewe twende tu. Huyu babu siko atakuja kuniua. Hila ni kazuri. Acha tu kaniue tu. Cheusi mimi. Hivi ni nini hiki? Mbona nashindwa kujizuia? Au ndio upendo wa ujifichi na maana penzini nimeingia? Maana nikikuona roho yangu kwa tu. Mtoto wa nyoka na juona chatu. Hapa nikilala anaweza akanijaribu na akajua udhaifu wangu. Kwa hiyo natakiwa nijikaze nisilale. Kwa muda wote nilomsubiri bila shaka atakuwa ameshalala sasa hivi. Hapa sasa ngoja nichukue kibuyu nijaribu kumzindika nione.